Mwanangu. Kuna wimbo mmoja Mondi aliuimba. Akasema mke wa mtu sumu, kuna maziwa. Alidanganya wengi. Ati uenda ikakuharibikia lakini maziwa ipo. Ati mke wa mtu sumu, kuna maziwa. Unajua mke wa mtu kwa mwingine huyo ni mshangazi. Sikuwa nipata. Ujue kote duniani washangazi wapo. Ni majina tofauti tu. Ule anaitwa Kuga, huku ni wa mama. Na mwanacha nikwambie, panapo shangazi, unajua kuna ankoli, mjomba yupo. Mjomba yupo. Yaani bwanake nani? Ankoli yupo. Ankoli yupo. Na sasa ankoli yani anaweza kuwa dangerous ama extremely dangerous. Haya. Sasa ni pande either mkono ama awe ako na silaha. Bunduki ziko zauzwa bunduki. Huko kwa license tu hivi. Kwa urahisi. Pata hela uone. Kwa urahisi. Bunduki watu wanazo. Haya. Yes issue. Nakwambia ndio ujue mke wa mtu sumu na haina maziwa. Patikana kwa wenyewe mwanangu. Patikana kwa wenyewe. Na ujua itambui kama unajua vita hata. Msela wangu mmoja alikuwa bondia wewe. Mkau wangu lakini amepiga gym. Wakijiambia. Anataka mawaida. Kasema lazima hiyo nguvu ipelekwe mahali. Msela katika pitapita zake hivi nini akapatana urafiki hivi na bibi ya mtu. Watu akamwambia hiyo ni bibi ya mtu, akasema mama ila noma. Msela kutolewa mwani akikomoa. Yaani akiwa juu. Wacha juu mwanangu. Mshakomoana. Upuzi unakuwa unalala kama mjinga. Ashamaliza shughuli. Sasa. Mwanangu ile humiliation alipitia. Manake kwa sababu lazima kukue na jirani ambaye kama fimbo ya nyoka ya mbali inaua ya karibu. Sijui kwa nipata. Nakupata. Sasa jamaa alishikwa kwa wenyewe. Humiliation unafanywa kwanza kushika kwa bibi ya mtu ni nyingine isiyokuwa na mfano, manake wanaweza kuvisha tu socks pekee na viatu wakuache uchi. Wewe niambie unakaaje? Alafu akwambia kaa chini. Nimesema keti chini. Kwa kile kitu anakuambia nani anakuambia kwa kiti chini. Msela alienda kutoa bondia ikatolewa mwanangu. Bunduki. Alishughulikiwa. Mwanangu alipewa mambo mawili. Huyu jamaa akamwambia, mimi huyu ni mke wangu wa ndoa. Nimelipa mahari, nataka nirudishie mahari yangu kama pesa kiasi fulani. 500,000. Ama tukufanyie hivyo ulivyomfanyia. Hapana. Nakwambia you have 5 seconds to decide. 1,500 ama ufanyiwe vile ulivyomfanyia mke wangu. Ungechagua gani? 1,500 ndugu yangu. Tuanzie hapo. Yaani mtu akubeba vyuma unanyanyua vyuma na 1,500 toa wapi? So unamaanisha aje? Hivyo unafikiria kulienda hivyo? Hivyo unavyofikiria kulienda hivyo? Kwa sahi jamaa Paka wa leo mwanangu, huyu jamaa mke wa mtu akimwona hivi hawezi. Sasa kuangalia mara mbili. Ndio tu mzee alikuwa mpole sana na mkarimu. Mke wangu nimekupata umelala naye. Nimemlipia mahali kiasi fulani. Nilipe. Kakangu hela unazo. Hela unazo hauna. Haya basi. Ulivyomfanyia mke wangu hivyo hivyo ndio tutakufanyia. Unajua sasa pale ana vijana wako hiyo kazi. Hela unapata nini hauna utapata kwenye hii. Mwanangu alimshughulikia. Walimuonja. Lakini usijaribu kuinuka. Usijaribu kuinuka tena inaekelewa hapa. Naambia kila mtu mwenye tabia kama hizo, mke wa mtu achana naye. Achana naye. Kabisa. Akuwe mrembo kiasi gani. Si unaona hapo ilizidi maziwa ndugu yangu. Hii ingesaidia aje? Bodi wangu alimfanyia hivyo. Mpaka leo hivyo. Unajua ni very shameful, yani bondia pia kufanyia hiyo shughuli. Unajua akisema hiyo story kwa sababu ana uchungu mwingi sana. Alikuwa anamkanya mwenzake.
Ikifika mahali yani hadi mwanaume ana confess. Lakini mimi siwezi kusema. Hata mimi nafa nayo ndugu yangu. Nafa nayo ati sijui open up nini? Wacha nife. Sasa mimi naweza waambia vijana cha muhimu ni mishangazi. Wachana nayo mwanangu. Jua kuna ankoli wabaya. Na ukipatwa wanakushughulikia proper. Haya.